tukumbushe kama wazazi kwamba sisi tumechukua hatua gani katika kuwalea watoto wetu kwenye maadili mazuri, maadili ya kimungu, kama Mungu alivyokuwa mwanzilishi ya kumlinda Yesu Kristo. Ninajua kwamba Mungu angeliacha akamwacha kama Yesu angeuawa na Herode, maana yake hata leo katika maadhimisho haya dunia isingemwadhimisha Yesu, kwa sababu Herode atakuwa ameshamua mtoto huyo Yesu Kristo. Semeni amina. Wanaonielewa wampigie hata Yesu makofi kwa kweli. Lakini katika ukatili wa kwanza ambao ulifanyika katika serikali ya Herode, ukatili wa kwanza ni kuwaua watoto wa kiume. Aliwaua watoto wa kiume, ni ukatili wa hali ya juu. Leo ni wangapi ambao wamejizatiti kama wazazi kuwalinda watoto wao, mawazo yao yasiuawe na mitandao, mawazo yao yasiuawe na vishawishi? Ni wangapi ambao leo wanafanya vikao na watoto wao na kuwashauri watoto kwamba usiangalie simu? Asilimia kubwa wengine tunawapa watoto simu, anaingia mpaka kwenye mitandao, anaona vitu vingine kule kwenye mitandao ni uchi, anaona mengine ni ya kawaida, inamwafekti mtoto kwenye akili, anayaona hayo ndio maisha ya kawaida sasa. Kwa hiyo lazima ifike Watanzania, na niwashukuru sana viongozi wa dini, hasa kanisa hili la Pentecost Managa, kwa sababu ninajua kwamba mmekuwa mkiwa na mikakati katika kuwalea watoto, hasa wale wa Sunday school kuanzia ngazi ya chini. Katika hili mjipongeze sana na sisi tunawashukuru sana. Lakini serikali inawakumbusha, na sisi jumuiya ya SMAUJATA ninawakumbusha kama katibu wa SMAUJATA kanda ya Kaskazini, niwakumbushe watu wote na nitoe wito kwa kanda ya Kaskazini, hasa mkoa ambao ninasimamia mimi kama katibu mkuu wa jumuiya ya SMAUJATA, mkoa wa Tanga, Kilimanjaro na Arusha na Manyara. Wazazi wote sasa, ifike wakati tukae na watoto wetu ili angalau kupambana na mlipuko wa ukatili katika mtandao. Watoto wengi wameathirika na mitandao hii. Kwa hiyo ni lazima sasa sisi kama jamii tushirikiane na serikali. Sisi kama jumuiya ya SMAUJATA tumeungana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan angalau kuhakikisha kwamba watoto wote wale ambao wako shuleni, na hata hivi sisi tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, amewekeza sana kwa watoto, anajenga madarasa. Ukienda pale VETA analipa fedha nyingi kwa watoto ambao wanasoma kozi ya muda mfupi. Tena zile fedha ukiangalia zinatoka nchi nzima, ni fedha nyingi sana, ni mabilioni nyingi sana. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais katika hilo. Mimi nimesimama hapa kwa ajili ya kukumbusha mambo mawili, kwamba wote mkumbuke katika maandiko kwamba Herode alifanya ukatili kuwaua wale watoto. Ninakumbuka baba mchungaji utukumbusha habari ya Yusufu. Hata wakati Yusufu amezaliwa, lakini wakati Yusufu anatafutwa na wale ambao wanataka kumuua Yusufu, watoto wengine waliingia kwenye gharama ya kuuawa, watoto wengine waliingia katika ukatili, watoto wengine walikatiliwa. Bahati nzuri serikali yetu kwa sasa inapambana sana kuwalinda watoto. Kwa hiyo mimi niwaombe sana katika sherehe hizi ya kumwadhimisha Bwana wetu Yesu Kristo kwa miaka 2000 iliyopita, kwamba alizaliwa na binadamu ambaye anaitwa mwanamke Mariam na mwanaume Yusufu, ambaye wao walipewa hatima ya kumlinda yule mtoto Yesu, na bahati nzuri walitekeleza wajibu wao huo. Sasa na nyie ondokeni na haya, nendeni mkawalinde watoto wenu. Semeni amina. Nendeni mkawalinde watoto wenu, nendeni mkawafundishe watoto wenu katika maadili mema. Nenda kamlinde mtoto wako asipotoshwe na yule wa jirani. Mtoto wako nenda kamlinde, kamlee katika maadili mazuri, asiende vijiweni akaenda kucheza mabonanza. Mtoto mdogo anacheza buli, unataka serikali ifanyaje? Mtoto uliyemlisha wewe nyumbani kwako akajaza tumbo, alafu anatoka unataka serikali ikusaidie. Nenda tekeleza wajibu wako kama mzazi.